Habari wapenzi watazamaji, hichi ni kipindi cha Green Love. Majina naitwa Mr. Rafa na leo tuna mwenzetu ambaye tutaenda naye pamoja katika kipindi. Yeye atajitambulisha yeye ni nani, anatokea wapi, kisha tutaendelea. Karibu. Habari zenu, kwa majina yangu naitwa Helen Emmanuel, nimetokea Kigamboni. Helen, karibu sana. Leo kidogo tuna maswali ya kujadili. Ndio. Kwa hivyo ningependa kujua vitu kutoka kwako. Kwanza ningependa kujua umejishughulisha na nini? Mimi ni mfanyabiashara. Nafanya biashara ya mamalishe. Unafanya biashara ya mamalishe. Ndio. Safi kabisa. Mtaji wako labda ulipataje? Mtaji wako ulianzaje? Mtaji wangu ulianza kidogo. The first time nilianza na mtaji wa shilingi 10,000. Ulianza na 10,000. Labda ukopa vikoba kweli, maana kuna vikoba hata ushadamu? Hapana, sijawahi kukopa. Hajawahi kukopa? Ndio. Sawa, tuendelee mbele. Una mahusiano na kimapenzi leo? Ndio. Vizuri kabisa. Je, unahisi ni umri gani ambao mtu anahitaji kuwa na mtu kimapenzi? Umri wa mtu kuanza kimapenzi? Ndio. Ni kuanzia kwenye miaka 20, 21. Miaka 20, 21. Sasa kwa vile tupo kujifunza, wewe mahusiano ya mapenzi ulianza ukiwa na umri gani? Mimi nimeanza nikiwa na miaka 21. Kwa na miaka 21. Ndio. Kutoka umeanza na miaka 21, unahisi nini kwa mahusiano ya mapenzi? Kuna mafanikio gani? Kuna faida gani? Mafanikio ni makubwa kwa sababu kabla naweza nikasema ni kwa upande wangu mimi ilikuwa ni swala ambayo ni kama la neema, kwa sababu nimeona mafanikio makubwa. Kwanza ni mtu ambaye nilikuwa ninamjua, na pia ni mtu ambaye tumefahamiana kwa muda mrefu kabla hatujawa kwenye mahusiano. Kwa hata tulipoingia kwenye mahusiano haikuwa na changamoto sana ya kufahamiana, kwa sababu tayari tulikuwa tushafahamiana huko nyuma. Kwa mpaka sasa hivi huyu uko naye kwenye mahusiano? Ndio. Hakuna vikwazo vyovyote, changamoto ambazo unazipata? Hapana. Kabisa hakuna changamoto yoyote. Kabisa una. Maana wengine wanasema kwenye mapenzi kuna changamoto. Wewe upande wako unaonaje? Mimi kwa kweli sijui kwa wengine, ila kwa upande wangu mimi sijawahi kuona changamoto. Hajawahi kukwaza, hujawahi kumkwaza? Kukwazana kupo, ila ni kwa asilimia ndogo sana. Asilimia ndogo. Vizuri sana. Kuna tofauti gani kati ya urafiki wa kimapenzi na uchumba? Urafiki wa kimapenzi ni kile kipindi ambacho urafiki wa kimapenzi ni naweza nikasema kama ni kile kipindi ambacho ni kama bado hamjafahamiana vizuri, lakini mpaka mnapofikia kile kipindi ambacho ni cha uchumba, tayari mnakuwa mmefahamiana zaidi mpaka mkafikia stage ya kufanya sasa huo uchumba. Unajua uchumba unakuwa ni kitu ambacho public, kila mtu anakuwa anajua, lakini ile swala ya kimapenzi wakati mwingine watu wanaamua kwamba labda iwe siri sijui, lakini tunapofikia stage ya kuwa uchumba, mnakuwa mnalifanya kile kitu kinakuwa public, kwa kila mtu anakuwa anajua kwamba fulani na fulani na wengine waga wanaenda mbali zaidi, wanaenda kanisani, wanavishana pete, kwa watu wakiwaona wanajua wale pale ni watu. Uchumba na mapenzi na kuwa na mahusiano ya mapenzi ni kama stage, si ndio? Ni stage. Okay. Sawa. Basi kwa muda huu tutaki break, kisha tutarudi baadaye. Suya Mega Service, utengenezaji wa picha za mbao imara, hazivunjiki wala kuoza. A1, A2, A3, A4 mpaka A5, na bei zetu ni rahisi sana. A4 kwa 10,000 tu. Cha kufanya, tutumie picha yako WhatsApp hata kama mpiga na simu, tukuonyeshe maajabu. Halafu tukakufanya tabasamu siku nzima kwa ubora kazi zetu. Tuko Dar es Salaam, Kigamboni kwa Urasa. Kwa mawasiliano piga 0686775200, na kwa WhatsApp namba ni hiyo Suya Mega Service. Habari tena kwa mara nyingine wapenzi wa watazamaji. Tumerudi kuendelea na kipindi chetu. Sasa tunaelekea hatua nyingine. Sasa kuna swali jingine ambalo ningependa kujua kutoka kwako. Ndio. Unahisi kuwa na mapenzi na mahusiano ya kimapenzi na mtu ambaye upo ujali naye, ni nini?
yani kuwa na mahusiano na mapenzi na jirani yako, wewe unaonaje? Maana wengi wanasema kwamba kuwa na mahusiano kimapenzi na jirani yako kuna changamoto, afadhali na mtu wa mbali. Kuwa na mahusiano kimapenzi na jirani yako haina shida, sio vibaya. Ndio. Na kwa mfano wewe umesema kwamba una uhusiano kimapenzi na jirani yako, si ndivyo? Ndio. Ambaye kwa muda mrefu sasa upo naye kimapenzi, si ndivyo? Ndio. Naomba kujua ulijuaje kama unampenda? Kwa kweli mimi sikuwahi, yani katika hicho kipindi ndio sikuwahi kujua kama unampenda. Sikujua. Ila ilikuwa ghafla tu, yani ghafla tu imetokea. Ilikuwa ni ghafla. Vizuri kabisa. Na je, alianzaje? Hem, tudodose kidogo. Ilikuwaje? Ilikuwa ni wapi? Alianzaje? Of course ilikuwa ni rafiki yangu. Rafiki yako ndio. Ilikuwa ni rafiki yangu, na kwanza nilikuwa nikimchukulia mtu fulani ambaye ni ana aibu sana. Mtu mwenye aibu. Yani ni mtu ambaye mwenye aibu. Alafu pia ni mtu ambaye nilikuwa namchukulia ni kawaida kaka jirani. Tunaongea, ananiambia mambo yake, namwambia mambo yangu. Kwa hata hiyo siku alipokuja kuniambia hivyo, yani nikaona kama ni mtu fulani ambaye kama amebadilika fulani hivi, kama kijana fulani muhuni. Kwa sasa kilichokuja kunishangaza ni ile kukubali kwa haraka kwa sababu nilikuwa namjua, lakini ilinichukua muda kidogo kumzoea, kwa sababu unajua mtu kutoka kwa rafiki yako au kumfungua kama brother yako kwenda kwenye mahusiano ni kipindi ambacho kidogo ni kigumu. Kwa ilinichukua muda kama miezi hivi, kama miwili. Kwa nini ilikuchukua muda mrefu kiasi hicho, miezi miwili kumzoea, na wakati alikuwa ni jirani yako? Unajua yani kuwa rafiki yako, unajua mtu akiwa rafiki yako alafu ghafla mkashift, yani si unaona kama mmeingia kama kwenye dunia nyingine fulani hivi. Kwa unaona kama unaanza kumuonea aibu, unaanza kuona kama hivi nitaweza kweli kuishi na huyo mtu. Kwa ikanichukua muda almost kama miezi miwili. Ni miwili. Kwa nini unahisi watu wengi huwa wanashauriwa, wanapata ushauri kabla ya ndoa au kabla ya uchumba, kutokana na marafiki walionao au ni wazazi? Ushauri ni mzuri kwa sababu mtu anayekushauri maana yake tayari amesha experience hicho kitu. Hamna mtu ambaye anaweza kukushauri kitu ambacho hajaki experience, yani hajakipitia kile kitu. Kila mtu anatoaga ushauri kile kitu ambacho amekipitia, na kama hajakipitia hicho kitu basi yani ni kama alishakisikia kwa mtu. Kwa hiyo na wewe anakupa kama angalizo kwamba unaingia kwenye mahusiano, kwa kuna vitu hivi na hivi na hivi. Ndio maana unaona leo wanawake kuna kitchen party, wanaume pia wanakuwa wanaambiwa vitu hivyo. Mtaikata hiyo. Je, toka enzi za mahusiano yenu mpaka sasa umeona nini na umejifunza nini kupitia kwake? Kitu cha kwanza ambacho nimejifunza kwake ni upendo. Upendo wa kweli. Mara nyingi anapenda kusema kwamba upendo wa agape. Upendo wa agape. Upendo wa agape. Ndio. Anasema kwamba upendo unavumilia, upendo unastahimili. Na kitu kingine ambacho nimejifunza ni utoaji. Unajua kwenye mahusiano mnahitajika kusaidiana. Kuna wakati mwenzako anakwama, kuna wakati na wewe pia unakwama. Kwa ile hali ya kusaidiana ni nyinyi kwa nyinyi. Lakini pia kitu kingine ambacho nimejifunza ndio ni kuchukuliana. Ndani naposema kuchukuliana, yani wewe una mapungufu yako na mimi pia nina mapungufu yangu. Kwa hiyo ni vizuri kumchukulia mtu the way jinsi yake, kwa sababu hamna ambaye yuko perfect. Ni wakati gani mwafaka wa kuingia kwenye ndoa?
Tuzungumzia hiyo kiujumla kabla hujafika kwa upande wako binafsi na mpenzi wako. Yaani ni wakati gani wa generally mtu kuingia kwenye ndoa? Na generally wa mtu kuingia kwenye ndoa, kitu cha kwanza huwa anasema kwamba ukubwa haubishi hodi. Ukubwa haubishi hodi. Kamata hiyo, ukubwa haubishi hodi. Endelea. Ukubwa haubishi hodi. Ndio. Muda sahihi wa kuingia kwenye ndoa pale ambapo unaona kabisa yani umekamilika na unaweza face changamoto zote za kwenye ndoa. Kiuchumi, uchumi wako upoje? Unaweza akaja mkapata mtoto, mnaweza kumhudumia huyo mtoto. Na pia yani mimi sana naona ni kwenye uchumi. Sana kwenye uchumi. Kwa sababu kadri mnavozidi kwenda ndivyo vitu vinavyozidi kuongezeka. Mtahitaji kujenga, mtahitaji muwe na nyumba, mtahitaji kujenga, mtahitaji muwe na maisha mazuri. Kwa hiyo ni vizuri kujiweka, yani ni vizuri sana kujiweka vizuri kiuchumi kabla ya kuingia kwenye ndoa. Wanasemaga Waswahili katika mahusiano kuna lugha ya kimapenzi. Kati ya wewe na mpenzi wako, yupi ambaye anatumia sana lugha ya mapenzi? Mimi hapa. Kwa nini umesema ni wewe? Napenda tu. Unapenda kuliko yeye? Yeah, mengi anaigaga kwangu. Kwa yeye anajifunzia kwako. Kwa maana hiyo yeye sio romantic sana kuliko wewe. Maana lugha ya mapenzi inatengeneza romantic. Si ndio? Ni kweli. Kwa maana yake yeye anajifunza kupitia kwako. Kwa yeye ndio anaanza kukupenda wewe. Yeye anajifunza kwangu. Safi kabisa. Je, unahisi ni kitu gani ambacho mpenzi wako amevutiwa na wewe? Sanguine. Ukimaanisha kitu gani sanguine? Sanguine, ucheshi. Muongeaji kidogo kuliko yeye, sio muongeaji. Yeye sio muongeaji. Kwa sanguine ni mtu ambaye ni muongeaji. Ni mtu ambaye mcheshi, mchangamfu. Ndio. Kwa usanguine ule ndo ameupenda kwako. Kingine mbali na usanguine. Kingine ni mtu ambaye niko open. Mko open. Yes, sipendi kukaa na kitu maini, mtu fulani ambaye yani niko open. Ukikwazwa unasema. Ukiona kama anakuchiti unamwambia. Na ilisha kutokea siku kwamba anakuchiti? Imewahi kutokea. Wivu huo ni wivu. Ilikuwaje? Hebu tupate kitu kidogo. Nakumbuka ilikuwa ni tulikuwa tuna chat. Ndio. Kuna kitu akaniambia. Ndio. Unajua kwenye masuala ya biashara kama hivi biashara nakwambia mama lishe. Ndio. Tunakutana na watu tofauti. Na inategemea pia na vile ambavyo wewe umejiweka. Kwa hiyo vile mimi kujuana na watu wengi nganikuta na kuwa na marafiki wengi. Kwa hiyo ule muda wa sisi kuwa pamoja ukawa kidogo. Kwa hiyo sijui aliongea vile labda kunitishia au vipi, lakini akasema tu aliniandikia kwa mimi nilivyoitafsiri, yani ni kama mimi niwe makini kwamba kuna mtu anamfukuzia. Kwa hiyo nikaanza kuwa na hofu. Nikahisi huenda labda ameanza kuchiti. Kwa kulingana na hiyo scenario ukaona kwamba ni kama matishio. Yani ni kama ananitishia fulani. Yeye alikuwa anakujaribu, sivyo? Yeye alikuwa ananijaribu. Japokuwa naye pia alianza kuwa na wasiwasi baada ya kuona mbona kama sio kama mwanzo. Yani mbona mwanzo tulikuwa tuna muda, lakini ni majukumu. Ni majukumu. Sawa. Vitu vingi ambavyo huwa kwa upande wa kimapenzi watu huwa vinawavutia. Na vitu vingine ambavyo vinakuwa nawavutia, mtolee mfano mimi mpenzi wangu ananivutia kutokana na labda na umbo lake. Je, mpenzi wako kishakwambia kwamba unanivutia kutokana na jinsi ulivyo, labda shape, labda lips, macho, the way unavyosmile kama hapo unavyosmile? Si ndivyo? Hajakwambia kitu kama hicho? Mimi amekuniambia. Ndio. Nywele. Nywele zako natural sana, Natural sana. Mpenda nywele. Kitu kingine ambacho nakipenda kwako ni nini?
Kingine? Confidential. Sawa. Mbali na changamoto za mahusiano ya kimapenzi, kuna changamoto ya kiuchumi. Kwa upande wenu kama watu ambao mpo kwenye mapenzi ikoje? Changamoto ambayo iko kwa upande wetu kimahusiano, kwa upande wa uchumi, wote tumejikuta ni mahasla. Yani ni watu wapambanaji. Kwa hiyo kwa upande wangu naweza nikasema ni changamoto, lakini pia naweza nikasema ni kitu ambacho pia ni kizuri. Kwa sababu wote mkiwa ni watafutaji, hata mwenzako akikosa ni rahisi kumpush. Kwa mnakuwa mnasaidiana kutokana na changamoto ambazo zipo. Labda inakuwa ni rahisi. Sawa. Ningependa kujua labda mpenzi wako unashughulikia na nini mpenzi wako? Yeye ni engineer. Engineer. Safi. Na katika hali ya kupambana, nisha kutokea siku umekuja mtupu, baba naye kaja mtupu, ndani pakavu. Nisha kutokea hiyo siku, hali ya hewa ndani ilikuwaje? Kwa kweli naweza kusema ilikuwa ni amani. Na ilishawahi kutokea hiyo issue? Hiyo issue kutokea. Kabisa. Ilikuwa yani kwa kweli ilikuwa ni situation ambayo ni mbaya. Ndio. Nimtuelezee experience yake. Yani ni siku ambayo sijawahi kumsikia akiniambia maneno magumu. Kumbe ana maneno magumu. yani sijui nisemeje, ila ndio. Kwa mwanamke akisikia yale maneno, yani hata kama ni wewe ni mwanamke ambaye unapenda kulala, haupendi kufanya kazi, yani ni mtu ambaye let's say anapenda ufanye kazi, yani kiingie kitu, yani anapenda nifanye kazi. Nakumbuka hiyo siku tulikuwa kuna pesa ambazo tulikuwa tunahitaji kwa ajili ya kufanyia kitu fulani. Ndio. Sasa mimi nilikuwa nategemea ni tuseme kwamba hiyo pesa tunaisubiria ndani ya wiki na kesho ndio inabidi hiyo pesa ipatikane. Yani mimi mpaka siku inaisha najua hiyo pesa kesho. Unajua kuna ile unamwamini mwanaume kiasi kwamba pesa inakuja, anapambana. Hata tu kesho itakuja. Sasa hiyo siku nakumbuka kwanza kanipigia simu. Kwanza nikamwambia vipi? Akaniambia safi. Unajua mwanaume wangu ni mtu ambaye hata akiwa hana huwezi kumjua. Ni mfichi. Yani hawezi kukuonyesha kwamba sina. Na akiwa nayo hawezi kukuonyesha kama ni anayo. Kwa ni mtu ambaye awe nacho asiwe nacho, yani hujui. Hujui. Na kama mfano kitu fulani ukihitaji atakwambia subiri baada ya siku mbili. Yani unaweza hata wewe umesahau. Ukashangaa tu hii hapa. Labda tu nimeshapata basi hifadhi. Sasa hiyo siku imagine anakufuata anakuambia kwamba mimi leo si. Na huwa anakufuata kabisa anakuambia baby. Yani ndio ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kumsikia kwamba ananiambia leo mimi sina. Na sio sina ile mtu anakufanya anakuambia sina. Yani mtu anakuambia kwamba kwanza nakumbuka yeye akaniambia kwamba unajua mimi ni mwanaume. Nikamwambia najua. Akaniambia mimi huyu familia yangu inanitegemea. Mimi huyu wewe unanitegemea. Mimi huyu mambo yangu yananitegemea. Nikamwambia kwani una maana gani? Akaniita mama. Yani ni neno ambalo sije kusikia. Unajua tofauti na kuitana baby, sijui hai ni sijui. Yes. Akaniambia mama. Nikasema mama tena. Akaniambia mimi leo nimekosa. Yani ile siku ni siku ambayo nikasema unajua yani nikawaza kwamba hivi sasa ndo tulikuwa face to face ananiambia, si ndo ningeanza kulia. Sasa nikaimagine nikasema hivi kweli. Lakini mwishoni katika kuniambia kote akaniambia tutapata njia. Kweli ndani ya hiyo wiki, yani ni wiki ambayo
ndo alipata pesa yani kushinda siku zote. Nikawaza kwanza alikuja usiku akaja tu yani akaja nomo. Nikamwambia vipi? Akanipa hela. Sasa unajua sisi wanawake tunapenda hela. Kawaida. Kuna mimi yani kwanza nikapokea. Nikamwambia ndio hii ile pesa. Nikamwambia umetoka na hivi gazini. Akasema nikamrudishia. Nikamwambia akasema kwa nini? Nikamwambia nenda kwanza kaifumbe. Hapo ndo nilete. Yani nilikisha Mungu pia. Nilikisha kwanza Mungu kwamba hiyo hela umeipata. Yani aliniangalia nikamwambia nenda kwanza kai. Hapo ndo niletee. Ndio tuifanyie hicho kitu ambacho tunataka kufanya. Kwa hiyo nilijifunza. Yani ni kitu ambacho ni maneno ambayo mpaka leo waga ninakumbuka. Kwamba yani hata kama ni kuna kauvivu kanataka kuingia. Yani kisha kumbukaga tu vile. Sawa. Nimeona kuna sehemu umegusia baada ya mpenzi wako kupata pesa na kukabidhi ukamshirikisha kwamba mshirikishe Mungu katika hiko. Kwa nafasi ya Mungu katika mahusiano yenu ni kubwa kiasi gani na ikoje? Ni kubwa. Yani ni kubwa. Ndio. Yani ni kubwa kiasi kwamba hata siku ambayo hujisikii kwenda kanisani. Yani ni siku ambayo ni utasumbuliwa mpaka uende. Yani atakufuata hata nyumbani. Anakufuata yeye, sio wewe unayemfuata yeye. Yani ni yeye atakufuata. Mwambie hata mimi leo sijisikii. Naona kama nimefua. Nenda tafuta nguo nenda kanisani. Kwa atafanya kukusumbua mpaka uende kanisani. Mpaka uende. Sawa. Okay. Kwa hiyo pia ni vizuri kwenye mahusiano yenu kwa kujengwa katika misingi ya kimungu pia. Kujenga katika misingi ya kimungu. Unajua mahusiano mengi ya vijana tunakutana sehemu mbalimbali. Kwa kumshirikisha Mungu kwenye mahusiano yenu pia ni kitu ambacho ni kizuri sana. Na kitu kingine ambacho natakiwa kukijua kwamba kwenye mahusiano ukimshirikisha Mungu ndio kipindi ambacho utapitia changamoto za kila aina. Yaani utapitia changamoto zote kimwili, kiroho, kiuchumi. Ndio. Kwa sababu wakati huo shetani anakuwa tayari ameshajua nini mahusiano yamejengwa. Kwa hiyo yani imejengwa katika misingi ya kimungu. Kwa namna yoyote ile lazima tu mtakuwa mmepiga vita. Ndio maana unaona ndoa nyingi za kawaida wanaingia kwenye ndoa ndio tunawashuhudia maharusi makubwa. Lakini utashangaa ndani ya miezi miwili wameachana. Kwa hiyo ni kwamba ni kitu ambacho ni changamoto. Kwa changamoto hizo za kiuchumi ni kitu cha kawaida ambacho inabidi kupambania wote kwa pamoja. Na nyinyi hiyo mnaona mnaifanya. Na hatima yenu na kufikia kwenye ndoa mnaiona. Ndio. Vizuri kabisa. Wengi wanasema changamoto ni nyingi, lakini changamoto ambayo ni kubwa sana katika mambo ya kimapenzi ni hii kwamba unakuta mtu ana mtu wake na mtu wake ana mtu wake. Kwa upande wenu nyoyo ikoje? Yani mtu ana mchipuko, let's say ana mchipuko. Mpo kwenye mapenzi, mahusiano ya kimapenzi na mtu wako. Na wewe mtu wako au wewe anakuwa na mchipuko. Je, hiyo katika mahusiano wenu ikoje? Hiyo inatokea. Inatokea na ishaye kutokea kwenu? Imewahi kutokea. Imewahi kutokea? Ni upande upi? Nipashe tafadhali. Sawa. Ndio. Niseme ni kwa upande wangu. Kwa upande wako? Kwa nini ulihisi kwa nini mchepuko alihusika? Sio kama alihusika. Ndio. Ila ilitaka kutokea hivyo. Unajua kuna kwenye mazungumzo yetu nyuma nilikwambia kwamba kuna kipindi kilifika kwamba mimi nikaanza kumuhisi kwamba yeye anatoka sehemu. Ndio. Sasa kuna kipindi na yeye akaamua ile unajua tunasema tunapunguza shogo. Ukapunguza speed. Ukarudi nyuma. Kwa na yeye akaamua na yeye apunguze speed aone kwamba unajua ile sasa unamwangalia na mwenzako na yeye atafanyaje. Sasa na mimi nilivyoamua kumpunguzia speed. Yani sio kupunguzia, yani nilivyoona amepunguza speed. Ndio. Na mimi nikawa namtafuta. Lakini nilivyoona ile situation aloniambia vile kwamba kuwa makini, kuna mtu
kama ananifukuzia. Nikaanza kuona huenda labda huyo mtu. Sasa katika hicho kipindi na mimi kuna mtu ambaye naye alikuwa na kwa upande wake kuna mtu nayo upande wako kuna mtu. Na mimi upande wangu kuna kwa ni mtu. mchupuko plus plus. Sasa pia unajua kwenye mahusiano pia kitu kingine usisikilize sana marafiki. Mimi pia na marafiki wa kike, wa kiume. Ila wa kike ni wachache, wa kiume ni wengi. Sasa katika hicho kipindi yule mkaka ambaye alikuwa ananifukuzia mimi alivyoona mimi kama nimekuwa mgumu akaamua kutumia marafiki zangu. Kwa marafiki wakawa wanajibu, "Angalie, mbona ni handsome, mbona ni mzuri, mbona hivi?" Unaona? Sasa wale watu yani unajua sasa na wao wanajikuta, "Mbona wewe kama ameshaanza kujisisi, unaona kama ni amio." Lakini nashukuru Mungu mpaka sasa mnaendelea vizuri. Ya, tunaendelea vizuri. Nafasi ya marafiki zako katika upande wako au upande wenu wa kimahusiano una ukubwa gani au una effect gani? Upande wetu sisi au uwepo wa marafiki zako. Upande wa marafiki zangu? Ndio. Kwa mahusiano yangu mimi kwa kweli marafiki na mahusiano yangu. Kwa rafiki wako hawahusishi katika mahusiano yako na mapenzi na wewe mtu wako. Hawahusishi. Japokuwa wanaona, lazima watakuwa wanaona. Wanaona. Watakuwa wanaona. Kwa katika kuona kwao kuna kitu anakushauri au kwambia huyu jamaa bwana ana tabia fulani hivi ama kitu kama hicho labda hivi. Ya mazoea. Ya, ni mtu ambaye sio wazoea sana mtu, bali sio mtu kumzoea mtu kwa haraka. Kwa hiyo labda hivyo anaweza kafika sehemu akasalimia alafu akaendelea na mambo yake. Sasa wengine wanaweza kumchukulia mtu ni anadharau au hivyo. Kwa mwingine anaweza kusema mbona tumkubali mwanaume wako bwana, kwa sababu sio mtu wa kusalimia watu si. Kwa ukisikiliza sana marafiki wanakupoteza, si ndivyo? Wanakupoteza ndio. Sawa kabisa. Na kitu kingine, iwapo imetokea nafasi kwamba mpe mpenzi wako neno zuri, utampa neno gani? Mubebe unalifahamu hiyo kitu mpenzi mtazamaji? Hebu atuambie, mubebe ndo nini? Ni babe lakini umeikuza. Na ukisha kumwambia hilo neno. Yeah. Na nalipenda ukimwambia ni mbona suzika. Yeah, nalipenda. Tofauti na neno jingine. Yeah. Sawa. Ni hilo tu. Yeah, wanasema mwanaume ukimuita babe anajisi ni mtoto hata kama umri umeenda. Kwa ukimuita baby na sisi ni mtoto umri umeenda. Kwa jina unaonipa ni mubebe. Ambao ni replacement. Yeah, replacement. Sawa. Mfano ikitokea mtu mwingine anataka kukuchumbia na kukuoa. Je, utafanyaje? Akitokea mtu mwingine? Kwa kweli sitakubali. Hautakubali? Yeah. Na amekuwekea mzigo kabisa. Maana nyinyi wadada bwana kwa mizigo unawekewa kiburungutu. Milioni 1 unawekewa hapo, unakataje? Kwa kweli siwezi kukubali. Huwezi kukubali kabisa? Yeah. Kwa nini huwezi kukubali? Cha kwanza simjui huyo mtu. Humjui? Yeah, simjui. Yaani simjui. Kwa mfano ni kutolea mfano nilipokuambia kwamba kuna swala la huyo mkaka ambaye alikuwa akinifuata wakati relationship yangu ilikuwa kidogo complicated. Ndio. Yaani haikuwa rahisi hivyo. Unajua labda niseme sijui kwa watu wengine, ila mimi kwa upande wangu mimi ninaonaga ni vizuri sana mtu kabla hujaingia kwenye mahusiano na huyo mtu. Ni vizuri sana mkawa marafiki. Yeah, urafiki unajua tunapokuwa marafiki unakuwa mtu unakuwa open. Unajua urafiki ni mtu anakuwa anataka yaani kila mtu anataka amwaminishe mwenzake kumuonyesha. Kwa mfano nitatolea mfano. Kwa mfano labda mimi na wewe. Ndio. Tuko marafiki. Mimi sasa. Yeah. Mpenzi mtazamaji, tafadhali nimepewa nafasi mimi na yeye tafadhali. Mimi na yeye tumepewa nafasi. Ndio. Tukawa marafiki. Sawa, kabla hatujaingia kwenye mahusiano. Katika urafiki wetu
bwana unajua Amina usimuone vile bwana. Ndio. Yule tayari nimeshapita naye. Kuna hizo sentence kumbe? Unakuta yule nishapita naye mimi. Katika unajua wewe unakuta tunaongea wewe achana naye yule. Pale hamna kitu. Kwa hata kama mimi ni msichana labda nilikuwa nimekucrush nataka nilikuwa sasa umeanza kunivutia. Kuna vitu vinaanza kupungua taratibu. Sasa kuona kumbe wewe ni mtu wa hivi, kumbe mtu wa hivi. Kwa hata mpaka siku unakuja kuniambia kwamba tayari nimeshakujua. Kwa kwangu inakuwa hivyo. Sasa hata mimi pia ikawa ni ngumu sababu sijui. Unaona. Lakini pia nilijifunza vitu vingi. Nakumbuka wakati anakuja kwangu akawa na tabia kuniambia kwamba mimi nitakachokuwa napenda kunywa mimi lazima na wewe. Nikagundua kwamba anakunywa pombe, anapenda kwenda club, anapenda kwenda yani vitu fulani vya mtu wa vibes. Vitu fulani wa vibes. Sasa ndio mimi mwenyewe church lady. Church lady, Yesu church boy. Lakini umekubaliana naye hivyo kwenda naye. Tukajikuta yani yule kijana akajikuta yani anaona vile vitu ambavyo anavitamani kutoka kwa mtu vinapungua kwa sababu sio type ya yule anaitaka yeye. Sasa akajikuta amekata tamaa. Ukashinda kwenda safari. Yeah. Nilikuuliza makusudi kwa mfano mtu akitokea anakuambia ninakuoa kibulungutu cha pesa hiki. Nadhani kwa ulimwengu wa sasa tuongee uhalisia. Hata wewe mpenzi mtazamaji nadhani huko ulipo duniani unaona kwamba pesa imewekwa mbele sana. Kwamba unaweza kuwa na masuala na mtu lakini kutokana na hali ya kiuchumi ya huyo mtu iko chini. Akaja mtu let's say ana V8 na hivi mazingira mtu anaendesha chuma na anampunga. Unaweza kumkubalia. Hiyo una ushauri gani kwa watu ambao wapo kwenye mahusiano na design hiyo na vitu kama hivyo vinatokea? Una ushauri gani? Cha kwanza mimi ninachojua yani kwanza kwa vitu kwa mtu wa namna hiyo mimi ninakuwa na uhakika na asilimia zote. Sidhani kama wanakuwa wana furaha kwenye ndoa yao. Kwa sababu mtu yani au tuseme mwanamke wa namna hiyo maana yake alienda pale kwa ajili ya pesa. Kwa kuna vitu kama mwanamke atakuwa havifai kwa mume wake pamoja na vyote ambavyo yake anakuwa yatekeleza. Kwa sababu nimeshawahi kushuhudia vitu vya namna hiyo au nimeshawahi kushuhudia ndoa ya namna hiyo. Yaani mwanamke anapendeza anaonekana vizuri lakini mwanaume wake kwa tukaa tunazua maswali na tukiangalia tunaona anaposti vizuri, yupo sehemu nzuri. Lakini tukimwangalia mume wake yani hayupo kama vile tunavyotegemea kwamba hawa ni mke na mume. Pesa ndio ni nzuri na pesa ndio tunaitaka. Sabuni ya roho. Lakini pia sidhani kama pesa inaweza ikanunua upendo wa mtu. Haiwezi kununua. Swali jingine ambalo tungependa mimi pamoja na wapenzi watazamaji tujifunze kutoka kwako. Katika mwaka huwa kuna siku special kwa ajili ya wapendanao. Siku yenu nyinyi ilikuwaje? Siku yetu sisi ilikuwaje? Na analeta zawadi ipi? Na anaanza kuwasiliana na mwenzio kwa kuna siku Valentine kuna maoni nimekuletea, labda kuna kitu nimekuletea ukamfanyia surprise au kumwambia kuna kitu fulani hivi njoo sehemu ukichukue akakipenda sana. Kwanza hiyo siku kila mtu alikuwa akisubiri saa 6 dakika moja. Wote mlikuwa mna hamu ya kusubiria hiyo siku ifike. Ndio. Kila mtu alikuwa anasubiri ili amwambie mwenzake maneno mazuri. Safi. Kwa tumekaa macho. Mimi nakumbuka hiyo siku kidogo nilikuwa nimechoka. Kwa hiyo kwa kama kuna kale ka mchezo unaigiza miguu ndani ya ndoo. Unaingiza ndani ya ndoo unaitoa hivi. Kwa na mimi nikaa hiyo siku nimekaa hivyo nasubiria unakesha. Dakika moja ifike. Kama ilikuwa Jumatano unangoja Alhamisi ifike. Yaani ni riski ya namna gani? Unasubiria zawadi, maneno mazuri. Ili umwambie mwenzako maneno mazuri. Unatoka mnaenda wapi, kula nini? Vitimoto na nini vitu kama hivyo vitu vizuri. Yeah. Pia siku pia tulikula vizuri, tulitoka out tukaenda kutembea. Ishatokea siku mmeenda sehemu ya kurelax. Kama mmetupia wote vizuri, akatokea kijana mmoja pembeni akasema, dada umependeza." Kikamkuita kitu baki kikamkwaza. Yeah. So kisha kutokea? Yeah. Kimwahi kutokea. React vipi? Aliniuliza tu unamjua?
Nikamwambia simjui. Akaniuliza au mjui? Sawa. Mfuata kule kampiga ngumi maana bwana sisi bwana tunapenda kuvimba mbele ya watoto wa kike. Lakini pia si ni watu fulani ambao tukiwa hivi nje sio rahisi mtu kutujua kama tuna mahusiano. Mara nyingi tunakuwa tuna ushikaji mwingi. Ushikaji sana. Kwa hiyo mtu anaweza kapita kama hivyo labda umependeza. Hivyo tutamtania na nini? Yeah. Sawa. Tukitoka kwenye mapenzi sasa twende kwenye maisha yako binafsi. Tumwache jamaa kama anaona hii video tafadhali atuwe lazi. Tunaenda kwenye maisha yake binafsi. Kabisa. Ndio. Maisha yako ni kitu gani ambacho kwenye maisha unapenda? Kitu ambacho kwenye maisha napenda kuchakarika kwa kweli. Unapenda kuchanganyika kwa watu. Kuchakarika kufanya kazi sana. Sipendi kukaa. Ndio. Katika maisha haba muziki unapenda muziki gani? Unajua sisi jana tunapenda vibe sababu kuna muziki na muziki unapenda? Yeah, napenda. Muziki unapenda Safi sana. Kitu kingine ambacho tunakipenda? Kitu kingine ambacho napenda kuangalia movie. Unapenda kuangalia movie? Mfano movie gani ambao unaipenda sana? Kifika tu unapenda kuirudia. Unajua kuna zile movie ambazo mtu unapenda kuirudia. All Africans. Ni movie nzuri sana. Yeah, ni nzuri. Tupe story kidogo. Kwa mtu gani umejifunza kitu gani? Tudodese kidogo hapo. Mule unamkutana na Spencer na Olivia. Ndio. Ni watu fulani ambao mahusiano wao mara nyingi napenda sana hiyo movie kuangalia na mwenzangu. Ni movie fulani ambayo inaelezea sana maisha ya mahusiano. Specific sana kwa mahusiano ndio maana unaipenda sana. Ndio. The Strain. Napenda pia movie sana za kutishatisha. Kama The Strain. Sawa. Ndugu mpenzi mtazamaji, nashukuru kwa muda wako kwa kuangalia kipindi hiki cha Green Love. Tunakwenda kumaliza sasa. Mwenyeji wetu. Ndio. Una ushauri gani kwa wapenzi watazamaji katika mahusiano, katika uchumi, katika changamoto za ulimwengu wa sasa? Karibu sana. Kwa kweli kitu ambacho mimi napenda kuwashauri watu kwenye mahusiano wamshirikishe Mungu. Cha kwanza katika mahusiano, ndugu wapenzi watazamaji, tumshirikishe Mungu kwanza. Karibu tena. Ndio. Mshirikishe Mungu katika kila kitu. Kila kitu. Kwenye maisha yako ya mahusiano, maisha yako binafsi, mshirikishe Mungu. Mungu ndio kila kitu. Na pia usiache kuomba kwa sababu ukienda kwa akili zako kuna vitu vingine kwako vitakwama. Nakumbuka watu wanawatizama. Unajua kuna kipindi unafika kwenye mahusiano, wengine wanaenda mpaka miaka 6, miaka 7. Watu wanafika hatua wakiwaangalia wanaanza kusema, wale wako muda mrefu waoani tu. Kwa mfano niseme ule ukweli binafsi, mfano kama mimi kwenye mahusiano unakuta wakati mwingine labda familia inajua kama upo kwenye mahusiano. Kuna ile inafika hatua mzazi anaanza kukuambia anakuambia labda si umwambie tu ajitambulishe tumfahamu. Unajua unafika hatua mzazi anaanza kukuambia nimesha ku experience hayo maneno. Kuna mtu nilimsikia sitamsema kwenye familia akasema kwamba akawa anamshauri mama yangu akawa anamwambia basi umwambie tu tu amtolee tu mahali amchukue aende naye. Yaani nafika hatua kwamba kama wanaona kama si kama hamna kitu ambacho mnakifanya. Ndio, angalau mjitambulishe. Usiaje tu, unajua wanakuwa wanawachukulia tu tofauti. Ni hivyo. Kwa hiyo hata wale watu ambao wanazunguka, hata yale ambao wanakuwa wanasemea, unajua mdomo unaumba, mwingine tumeshawahi ku experience hiyo vitu kwenye mahusiano. Unakuta tunatembea, tunafuraha tu, hujamkwaza mtu anapita tu pale anakuambia mtaachana tu. Mtaachana tu. Kwa unafika ukishindwa kumshirikisha Mungu kwenye hapo, hata yale ambao watu wanakuwa wanawaambia, lakini ukimshirikisha Mungu uko siku mnawashangaza na maisha yenu yanakuwa vizuri tu. Sawa. Asante kipindi hiki. Mpenzi mtazamaji, tunashukuru sana kwa muda wenu ambao mmetoka kutusikiliza na tumaini mmejifunza kitu.
Basi karibuni tena kwa kipindi kingine. Mungu awabariki sana.